ya dhambi. Haleluya. Na nielewa wapendwa, mimi nahubiri alama ya mnyama. Kuyafuta mafundisho. Ndakaporudi tutaingia kwenye nini? Kwenye usajili. Bwana bariki sana. Lakini baadaye tutaingia sasa kwa wale waliotia muhuri. Tuwajue ni wakina nani ambao tuliwasoma pale hapo mpaka nani, Ufunuo sura ya 9 kifungu cha 4. Maana yule mwangamizi alikuwa anaangalia wasiokuwa na muhuri ndio na uawa. Bwana bariki sana. Mungu anaweka muhuri. Tumesoma 62 kweli? Hebu ngoje, nilikuwa nasoma 62 kweli? Tulishia ngapi? Tulishia 63. Tukaishia namba ngapi? 62. Tukamaliza hapo. Alafu hatukuendelea zaidi kwenye ujumbe. Hebu twende nikamalizie wapi hapa? Twende 71 tu. Twende 71 tukamalizie ili turudi kwenye nani letu. Alafu tunafunga ibada. Tuko kwenye mafundisho, tunatembea kwenye Biblia kuthibitisha, maana tunaposoma kwenye ujumbe watu hawaamini, inabidi warudishe kwenye Biblia anayoiamini. Pata mke wake. Hapana shaka Mungu alimpa mke wake. Alimpa mke wake. Alidumu na Mungu. Na sasa mwaminio atakayedumu na Biblia. Mwaminio atakayedumu na Biblia. Na kudumu na Mungu. Hebu niambieni, naye anayedumu na Biblia. Tunadumu na Biblia. Bwana tunawapa maaskofu wanawake. Mbona kuna maaskofu hawana mke? Kuna kitu kila tunadumu na nini? Wa Kaini. Askofu anatakiwa awe ni mume wa mke. Tala yote. Angalia huko kama ilianzishwa na ukoo wa Seti. Hao wengine wakina Ibrahimu kwa sababu ya kuchanganyikana hivi, ilikuwa ni shaka tu ya Sara. Lakini wazo la Ibrahimu ilikuwa ni mke wake tu huyo. Unaona hilo? Hata wake wa Yakobo, wazo la Yakobo ilikuwa ni Raheli. Alidanganywa na nani? Na baba mkwe wake. Akapewa Lea. Unaona? Alafu wake wengine ni hao wake zake walisababisha ili wajipatie watoto. Halikuwa wazo la Yakobo wala Ibrahimu. Bwana bariki sana. Unaona jinsi ilivyo? Ule ukoo ulitengwa. Wanaoa zaidi ya mke. Sasa tunadumu na nini? Na Biblia. Na sasa mwaminio atakayedumu na Biblia. Mwaminio atakayedumu na Biblia. Na kudumu na Mungu. Na kudumu na Mungu. Basi atananihii. Kanisa la kweli litakuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Kanisa la kweli litakuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Huyo mwingine atakuwa na bibi harusi wa ulimwengu. Na ndio maana kuna makanisa haya. Hata kuwa na madhehebu mengi, lakini Mungu anajua ana makanisa haya mawili. Kuna kanisa la kwake, kuna kanisa la ulimwengu. Ndio. Hata mwe 20 ya madhehebu, hata milioni 20 ya madhehebu, lakini Mungu anajua kuna makanisa haya. Hata mwe wanadamu wengi duniani, lakini Mungu anajua kuna nzao hizi. Hata ufanyeje, wawe weusi, wazungu, Waarabu, Wahindi, chochote kile, maadamu wewe, maana hadi hizi rangi nzao hizi ziko, kuna nzao hizi. Sio kwamba Mungu ana nzao mbili, ana uzao huu, lakini kuna nzao hizi. Mwingine ni wa kweli na mwingine ni wa uongo. Kazi ya uongo waga wanaishambulia ya kweli, inajisokota ni kama inaonewa, haina haki ya kiroho. Ikitaka kuabudu sawa sawa inazingilwa, inakamatwa, inapelekwa kushtakiwa. Wakati mwingine wanapoona kwamba akiwashinda wanamuua na kumkata kichwa. Bwana bariki sana. Twende tukamalizie. Na pia tunasoma hapo ambapo Kaini na Habili ambapo wote wawili walianzia.
Na ndipo tunalileta Babeli. Jinsi Babeli ilivyoonekana katika mwanzo. Ile Babeli sasa hivi inaitwa Iraki. Hao Waajemi ni wa Irani. Endelea. Na katikati ya Biblia. Mwisho wa Biblia. Mwisho wa Biblia. Tulikuwa na mahali ambapo Yesu wakati alipokuja jukwani na wakati alipoondoka jukwani, Yuda alikuja vivyo hivyo. Yuda alikuja vivyo hivyo. Pinga Kristo na Roho Mtakatifu walikuja vivyo hivyo. Walikuja vivyo hivyo. Na maandiko kwa ajili ya hayo katika Mathayo 27. Bwana abariki sana. Hiyo. Basi naweza kaishia tu pale. Shetani alivaa mwili unaoitwa Yuda. Ni yule Lucifer aliyekuwa kule mbinguni akipambana na Mikaeli. Bwana abariki sana. Ndio yule aliyekuja katika mambo mengine anajizana mpaka Yesu alipozaliwa na Yuda naye kazaliwa. Ni mbegu mbili zilizokuwa kanisa hili. Aliposulubiwa Yesu kwenye mti na Yuda naye akajinyonga kwenye mti. Alipasuka matumbo. Kuna ndio kujinyonga hapo. Maandiko yanasema alipasuka matumbo. Alipasukia hapo kuzikwa. Alizikwa na nani? Aliyezikwa ni Bwana Yesu Kristo. Alafu akafufuka. Yeye alipopasuka kaliacha ni mwili hapo, akaenda kuzimu. Akamwahi kuzimu. Anafungoza za nini? Za kuzimu. Yesu kagonga akaupika ule mlango wa kuzimu. Kasema nimekuja sasa. Akampiga shoti yule shetani sasa. Akamnyang'anya funguo za kuzimu na za mauti. Bwana bariki sana. Bwana bariki sana. Ndipo kaanza kuwahubiria wakina Henoka walioamini. Hawakuamini mahubiri ya Henoka. Hawakuamini mahubiri ya Nuhu. Hawakuamini mahubiri ya Anania Musa. Hawakuamini mahubiri ya manabii. Akaomba mimi ndio mula ya kupiga shoti. Akagonga. Wakamuuliza, ni nani wewe Bwana? Ni mimi Bwana uzima. Fungueni sajeni malango. Bwana bariki sana. Alipochungulia hivi, Sara akamuona. Huyu ndio tuliyempikia chakula. Ezekieli akamwangalia. Nilimuona ndani ya gurudumu. Na Musa akamuona. Nilimuona kwenye mwamba. Nikaona mgongo wake. Halafu Ayubu akamwangalia. Ni kisurisuri. Bwana bariki sana. Akasafisha paradiso. Akasafisha paradiso yote iko wazi. Hapana mtu paradiso. Wako chini ya madhabahu. Haleluya. Walihamishwa karibishwa karibu na Mungu. Kwa sababu kuzimu na paradiso vilikuwa vina karibiana, katikati kulikuwa na shimo. Ndio mtu wa kuzimu angeongea na wa paradiso. Naambia na Lazaro huyo jamaa tajiri aliongea na nani? Na Lazaro. Akamwambia na Ibrahimu, mwambie mtume Lazaro aende kule. Na ndugu zangu 5. Akamwambia hapo kati ya sisi na nyinyi, wa huko hawezi kuja kwenu, na wa kwenu hawezi kuja huko. Kwa maana kuna shimo hapo. Basi mtume sasa aende huko akamwambia hata kama kienda kivuka hawataamini. Bwana bariki sana. Kwa hiyo paradiso iko wazi. Na ndio maana mchawi hawezi kuwaleta wakina Sauli tena. Ile mchawi wa Endori hawezi kumleta Samuel tena. Kwa sababu ile paradiso ilifagiliwa kabisa. Bwana bariki sana. Tunaamini kabisa katika mambo ya Mungu. Mungu ametukirimia kila ahadi. Kutuwekea ile chapa halisi ya muhuri wake, Roho Mtakatifu. Unapokuwa na Roho Mtakatifu unakuwa na alama yake. Na Bwana wabariki sana. Mungu wabariki sana. Ngoja niombe. Kristo Mungu uliyefufuka, Baba, kwa ajili ya neno lako umefundisha masomo magumu na ni vigumu kuelewana nayo, lakini ruhusu Roho Mtakatifu alichukua hili neno na kulipeleka ndani ya nafsi za watu.
maana yeye pekee ndiye anayehusika katika kuwalisha. Wajalie sasa kila mmoja wao wanapokuwa katika mahali hapa, wape afya njema, wagonjwa wapokee uponyaji, walio na huzuni wapokee furaha. Kila mmoja ambaye anajiona kwamba ana hasira kidogo, Mungu kamondolee Bwana hayo, akajaze Roho Mtakatifu kila mmoja wetu. Bariki baraza la mashemasi, bariki baraza la wadhamini, bariki baraza la mabawabu, bariki baraza la wazee, bariki baraza la waimbaji, bariki baraza la waimbaji, viongozi wa nyimbo, kila mmoja wao kwa nafasi yake. Wasaidie sasa, husika katika maisha yao. Tunatamani tukuona mkono wako kwa kila mmoja wao, ukawashikilie wakatembee sawa sawa na mapenzi yako. Husika na kila mmoja wao. Hata safari yangu ya kwenda Arusha na ikabidhi mikononi mwako Mungu, na wakabidhi hao mikononi mwako Bwana. Roho wa Bwana akahudumu katika mahali hapa. Bwana Yesu aliye Mungu la ema, wewe pekee uangazae mioyo ya watoto wako, ukawajaze furaha ya wokovu katika maisha yao. Kila mmoja wao wakaifunua hiyo mioyo yao wanapotoka hapo kuelekea majumbani. Bwana Yesu, wafike majumbani ukawabariki, mambo kaondoshe kila adui anayenyemelea nyumba zao. Bwana Yesu, wasaidie hata wafanyakazi wanaofanya kazi waondoke hapo kwa furaha, wanapokwenda kesho kazini waende nao kwa furaha na amani. Ofisi zote wanazozikalia nguzo ya moto kakae. Kama ni mwalimu, kama ni daktari, chochote kikajicho, ile nguzo ya moto kakae mle ofisini. Kama mfanyabiashara, kwenye duka lake, ile nguzo ya moto kasimame. Popote pale Mungu, husika kwa ajili yao. Wanaohusika na utawala, tunawaweka mikononi mwako Mungu, wakawe kama wakina Danieli. Ile ofisi ikamilikiwe na uwepo wako. Dhuluma na kila kitu vikaondoke, dhuluma na rushwa vikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Wakaishi kwa haki katika hizo ofisi. Tunaamini kwamba hautawapungukia wala hautawaacha. Hata wavuvi na wengine wote wanaofanya biashara ndogo ndogo, kila mmoja wao, wanafunzi wetu, Bwana Yesu wasaidie. Watoto wadogo, watoto wakalie kama tamkia, Bwana Yesu wasaidie, ukawavushe kwenye mitihani na ile masomo. Bwana, tunakabidhi jengo hili mkononi mwako na kila mmoja wao, majirani zetu wote, mtaa wetu huu, jiji la Mwanza lote, Tanzania yetu yote, tunaiweka mikononi mwako Mungu, ukaweze kuhusika Bwana. Tunaiweka mikononi mwako Bwana, kanisa lote la Tanzania na wapendwa wengine wa Tanzania, tunaweka mikononi mwako Bwana, ukaweze kuhusika, ukileta amani yako Mungu. Tunaamini ya kwamba kila mmoja wetu atakuwa na amani Bwana. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Umenifanyia nafasi nyingine, Mwokozi mwamba wangu Yesu, nitazidi katika nchi, ulitukuza jina lako. Umenifanyia nafasi nyingine, Mwokozi mwamba wangu Yesu, nitazidi katika nchi, ulitukuza jina lako. Umenipa nafasi Yesu.